hivi, Ruto hata atembea kilamba Thika super highway yote kutoka hapa mpaka Thika, alambe yote, hata aoshe Uhuru miguu. Wakikuyu walimutoka na walimutoka, asahau. He is wasting his time. Hata afanye nini? Hata afanye nini? Wakikuyu walishamtoka, hiyo achana nayo. Hakuna kitu itamsaidia. Okay, mimi najua aliomba Uhuru selfie na Uhuru akakubali. That one is okay. That one is okay. Because Uhuru is a former president, and if you ask him for a selfie, si atakubali. Hana shida na hiyo. But hata afanye nini? Nimesema hata alambe Thika super highway yote na ulimi akitembea. Hiyo ilishaenda. Na hakuna kitu itasaidia Ruto 2027. Kadi ya ukabila haitamsaidia. It will not help him. Because all these Kenyans are united in anger. Kenyans are united za kuhost Chan. Tumepoteza leo na tumekuwa na mwaka mmoja wa kutayarisha Kasarani na Nyayo. Up to now, Kasarani is 30% ready. 30% out of 100. No, Kasarani is 10%. Nyayo Stadium is 30% ready. Training grounds, Ulinzi Complex is not ready. Police Circle is not ready. Rwanda wamechukua because Rwanda are ready. That is the kind of government we have in this country. Serikali ambayo it has totally failed. Imefaili kabisa. Na hakuna kitu hii serikali, do not expect anything from this government. And I have no problem with those who are supporting this government. Yeah, I have no problem personally. Because huwezi zika ndovu ikiwa na nini? Na pembe. It never happens that way. Tena ng'ombe huwezi chinja ikiwa na maziwa. Na ikamua kwanza. Lazima ukamue. So my friends ambao mnakamua, kamua kabisa, kamua. Usiwache. Hiyo ng'ombe inakufa. It is dying, kamua. Kamua kabisa. Na mimi nawaunga mkono kwa kukamua. Because those ones are our taxes. Wao unaona saa hizi we cannot invest in education. We cannot invest in agriculture. We cannot invest kwa vitu ambazo zitasaidia mwananchi wa kawaida. Kwa sababu hakuna pesa, tunaambiwa hakuna pesa. Lakini ya kanisa inapatikana. 5 million or 10 million inapatikana. Na watoto Baringo wako chini ya miti. Wanafunziwa chini ya miti Baringo. Hakuna pesa ya kujengea watoto classroom na shule, lakini ya kupeleka kwa kanisa iko. People are so opulent in this government. So opulent mpaka watu wanatembelea saa milioni 5. Mpaka watu wanavaa mshipi ya crocodile ya 1500 katika nchi ambayo there are people who cannot afford a meal in a day. And we are homeless. Kwa sababu Baba Raila Amolo Odinga alitufundisha how to keep the government accountable. Alitufundisha. Na lazima tuendelee na hiyo kazi. Na tunamuombea yeye anapoendea AU apate. We are praying for him. 27 tukiwa salama. Na vijana mchukue kura kwa wingi. Vijana mchukue kura. Msiongee tu kwa mitandao, vijana chukua kura. Wacha kuongea tu kwa mitandao kupiga kelele. Na wataongelezea kwa street. Neno langu la mwisho kabisa. Neno langu la mwisho kabisa, kwa sababu nilisema
naongea kwa ufupi. Nilikuwa na mambo mengi but nitaongea mengi kesho. Neno langu la mwisho nataka kuambia Stephen Kalonzo Musyoka, party leader wa Wiper, awache kufanyia watermelon kwa IEBC. Stephen Kalonzo Musyoka awache kufanyia watermelon kwa IEBC. Ato ile kesi alipeleka kotini, kwa sababu hao ndio walipeleka kesi kotini. Hapo kwa IEBC mimi silaumu Ruto, mimi nalaumu Kalonzo Musyoka, kwa sababu kuna mtu anaitwa Muli, Augustus Muli, alishinda na kura 17. Koki Muli akapata kura 7. Stephen Kalonzo Musyoka akachagua Koki Muli kwa panel ya IEBC, na Augustus Muli amepata kura 17. Nasikia? So Augustus Muli akaenda kotini, na hiyo kitu ndio imesimamisha koti ikatoa injunction. Panel ya IEBC haitafanya until this matter is heard and determined. Mimi naambia Stephen Kalonzo Musyoka, na hii mfikie, awache kufanyia Wakenya mchezo, atoe hiyo kesi kotini. Asanteni. Thank you, Kiberenge. Thank you so much.